Na katika somo hili ningetamani nifundishe, niende vizuri, hata kama kauinjilisti kanataka kupanda, lakini nilikuwa natamani nifundishe. Ningefundisha vipengele vikuu vitatu katika somo hili. Nitasema vipengele vikuu vitatu. Kipengele cha kwanza nitazungumzia sababu za kutoa. Sababu za kutoa. Kipengele cha pili nitazungumzia utoaji unaompendeza Mungu. Utoaji unaompendeza Mungu. Na kipengele chetu cha tatu itakuwa faida za kutoa kwa wazazi na kwa watumishi wa Mungu. Faida za kutoa kwa wazazi na kwa watumishi wa Mungu. Somo letu ni nguvu ya kutoa. Sema amen. Kipengele cha kwanza ni sababu za kutoa. Kwa nini tumtolee Mungu? Kuna faida gani au kuna sababu gani sisi tutoe? Asubuhi ya leo na mchana wa leo natamani nikushirikishe sababu 4 ambazo zinatufanya tuweze kumtolea Mungu. Sababu 4. Tajaribu kwenda nazo kwa haraka kiangalia muda, ili nikiwa na muda niweze kuongeza kipengele cha pili. Sababu ya kwanza, kwa nini tumtolee Mungu? Kwa nini tuwe watoaji? Na sio kumtolea Mungu tu, kutoa kwa Mungu na kwa watu. Kwa nini tuwe watoaji? Sababu yetu ya kwanza, andika, kutoa ni asili ya Mungu ndani yetu. Hebu tuseme wote, kutoa ni asili ya Mungu ndani yetu. Kila mtu alipoumbwa na Mungu, Mungu alipomuumba mtu, alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Na kwa nini tena? Na kwa sura yetu. Sasa wengine wanaanza kuuliza maswali, Mungu ni mweusi? Mungu ni mfupi? Mungu ana rangi gani? Kwa sura yetu na kwa ni ile tabia ya Mungu inaanza kuonekana ndani ya maisha ya mtu. Mojawapo ya tabia ya Mungu ambayo inaonekana ndani ya mtu aliyemuumba ni kutoa. Nasema ni kutoa. Kila mtu aliyeumbwa na Mungu ana asili ya kufanya nini? Changamoto tu ni namna gani unavyotoa. Unatoa wapi na unatoa kwa nani? Hiyo ndio shida. Tunachotofautiana ni kwamba tunatoa wapi na tunatoa kwa nani, lakini swala la kutoa ni la wote. Hata wasiookoka na wao wanatoa, lakini wanatoa wapi ndio tutaona. Tuangalie kwanza Zaburi, kitabu kinachoitwa Zaburi sura 106. Au unaweza kutuwekea hapa haraka haraka, Zaburi 106 mstari wa 37. Kitabu kinaitwa Zaburi sura 106 mstari wa 37. Ukianzia 36 sijui, ili tutiririke vizuri. Tunaweza kusoma wote tafadhali, twende. Wakazitumikia sanamu zao, nazo zikawa mtego kwao. Ukisoma tu sentensi hii unajua hawa ni watu waliookoka au ambao hawajaokoka? Ni wasiookoka ambao wanatumikia sanamu. 37 anasemaje? Tusome. Naam, walitoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa nani? Kwa mashetani. Je, sisi baada ya kuokoka tukamjua Mungu, tuna haja tena ya kutoa kwa mashetani? Jibu ni hapana. Hapa napenda kuonyesha ili andiko kwamba hata watu wasiookoka, kwa sababu ile asili ya kiungu ndani yao bado imo ndani yao ya kuweza kutoa, na wao wanatoa, lakini kwa sababu hawamjui Mungu wanalazimika kutoa dhabihu kwa mashetani.
Na ndio maana huwa anasema hata wale watu ambao hawajaokoka wanaoenda kwa waganga, ni nani mganga ambaye amewahi kukutibia bure bure? Vyovyote vile lazima akwambie nenda kalete mbuzi, kalete kuku, tena jogoo, leta kitu fulani. Lazima pawepo na utoaji. Sisi sasa ambao tumeokoka, tukamjua Mungu wa kweli aliyetuokoa, akatuweka mahali pazuri, hatutoi tena kwa mashetani. Sema amen. Piga kelele, sema amen. Unaweza kufikiri kutoka kwa mashetani ni namna gani? Kutoka kwa mashetani, kwanza kuna yale mambo ya matambiko. Sijui kama watu wanafahamu mambo yale ya mizimu, matambiko. Kuna watu wanachukua vitu. Mlishawahi kuona nyumba zingine au kaya zingine vijijini, wana kanyumba kadogo huku nyuma ya nyumba kuu, unakuta kuna kakibanda kadogo namna hii. Ile ni madhabahu ya kishetani. Yaani ndio pale mganga anapokea kuku, lazima kachinjie. Kama ni jiwe ni kwenye jiwe hilo, kama ni kwenye kakibanda ni kakibanda yako, kama ni gogo ni kwenye gogo hilo. Maana yake ile ni kwenye madhabahu ya kishetani. Sasa anapochinja kitu chake pale, maana yake pale anatoa kwa mashetani. Lakini inawezekana hujaenda kwa mganga, lakini unaenda kutoa pesa yako kwa ajili ya uzinzi. Pale unatoa kwa Mungu jamani? Bado ni kwa mashetani wale wale. Unamuona malaya huko mitaani, unamnunua shilingi 50,000, 20. Ile pesa unayoitoa ni sadaka kwa mashetani. Na nikwambie kitu kinachokuunganisha wewe na madhabahu, kinachokuunganisha wewe na yule unayemtolea ni sadaka. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Ili wewe uweze kuungana na madhabahu ya PCCT, ni sadaka yako unapoileta madhabahuni. Na unapokwenda ukatoa sadaka kwa mganga, kwa nini awe na mahali maalum pa kuchinjia sadaka yake? Ili ya kuunganishe na ile miungu, uwe connected, unaunganishwa na ile miungu yake ya kipagani. Kwa hiyo unapotoa kwa malaya, tayari unajiungamanisha na mashetani kwa ajili ya roho ile ya umalaya. Unapotoa kwenye pombe, kwenye ulevi, unajiungamanisha na roho hiyo. Unapotoa kwa jambo lolote baya la kishetani, unakuwa umejiungamanisha kwa roho ile. Na roho ni kitu kina nguvu. Sadaka ni kitu kina nguvu, kwa sababu ndicho kinachokuunganisha na roho. Sisi tuliookoka, tunapotoa kwa Mungu, sadaka inatufanya tuwe connected, tunaungamanishwa na Mungu mwenyewe kupitia sadaka. Kama ungenielewa ungesema amen. Mara nyingi Mungu alipotaka kufanya jambo kwa watumishi wake, aliwataka watoe. Toa ili nifanye kitu. Na kweli walipotoa, Mungu alionekana kwa namna ya ajabu. Watumishi wa Mungu sema amina. Ndio maana ninapenda nikufundishe mchana wa leo kwamba kutoa ni asili ya nani? Asili ya Mungu kwetu. Ni asili ya Mungu kwetu. Kama unatoa kwa Mungu, tayari unaambatana na Mungu. Ukitoa kwa mashetani, unaambatana na mashetani. Na ili kwamba uweze kuvunja zile nguvu za mashetani, toa kwa Mungu. Mungu alimtaka Ibrahimu atoe sadaka nzito, kwa sababu Ibrahimu kabla hajatoka Uru ya Ukaldayo alikuwa mpagani, alikuwa ni muabudu masanamu na alikuwa anatoa kwa masanamu. Kwa hiyo Mungu alimtaka atoe sadaka nzito. Kwa hiyo kutoa sadaka ni kitu cha muhimu sana 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 sana. Kama unanielewa, piga kelele na useme amina. Amen. Lakini sababu ya pili au lengo la pili la kutoa, andika, kutoa ni kama kupanda mbegu. Kutoa ni kama kupanda mbegu izaayo sana.
Kutoa ni kama kupanda mbegu izayo sana. Kanisa la Mungu, Bwana apewe sifa. Kutoa ni kama nini? Kupanda mbegu inayofanya nini? Inayozaa. Lakini inazaa kutokana na kiwango ulichopanda. Hebu niambieni wenyewe, kuna mtu analima heka moja, anapanda debe moja la maharage, na mwingine analima heka 30, anapanda magunia 5 ya maharage. Unategemea watavuna sawa? Lazima kuvuna kutakuwa tofauti. Na tunapotoa namna hii, Biblia inataja kutoa ni kama kupanda. Twende waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto, sura ya 9 mstari wa 6. Waraka wa pili kwa Wakorinto, sura ya 9 mstari wa 6. Biblia inasema nini? Lakini nasema neno hili. Umepaona? Apandaye haba atavuna Narudia tena. Lakini nasema neno hili, ni Paulo anawaambia kanisa la Korinto. Apandaye haba atavuna haba. Naomba turudie maneno haya. Apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Rudia tena. Apandaye haba atavuna haba. Haba maana yake nini? Kidogo. Na apandaye kwa ukarimu ina maana gani? Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Utatafsirije? Apandaye kwa kupenda na kwa wingi, kwa kutoa zaidi, atavuna zaidi. Anayetoa kwa wingi anavuna zaidi. Anayetoa kidogo, kiduchu, naye anapewa kiduchu. Kanuni ya Mungu ni hiyo. Unajua, mara nyingi sisi tuliookoka makanisa ya Kipentecost, unakuja na sadaka yako umeishikilia mkononi namna hii, si ndio? Unafika unaweka siri yako. Mungu anakuwa anaangalia huyu kiwango chake cha kutoa kikoje na uwezo wa kipato chake ukoje. Sikiliza, Mungu anaona wingi wa sadaka yako, sio kwa ukubwa wa noti yako, ila ni kwa kiwango cha kipato chako. Sijui kama mnanielewa ninachokisema. Kuna mtu anaweza kuleta sadaka hapa akatoa 1,000,000 sadaka. Sisi wote tutasema huyu yeye sasa kabarikiwa. Kumbe huku ndani ana 1,500,000. Na kuna mwingine analeta 10,000, lakini akiba yake iliyobaki ni 20,000. Maana yake alikuwa na 1000 ngapi? 30, katoa 10,000. Huyu aliyetoa 10,000 kabakisha 20 tu. Mbele ya macho ya Mungu anaonekana ametoa zaidi kuliko aliyetoa 1,000,000 akaacha 1,499,000. Kama unanielewa pale sema amen. Namna unavyofanikiwa, namna unavyobarikiwa, namna unavyopata, ndivyo Mungu anataka utowe kwa ukarimu. Kutoa kwa ukarimu maana yake unatoa wewe mwenyewe, unaona kwa kweli hapa ninatoa. Hapa ninatoa. Moyo wangu unaguswa kwamba ninatoa vizuri. Piga kelele sema amen. Mstari ule wa 7 anasema nini? Kila mtu, imewekwa pale. Haya, tunaweza tukasoma haraka na wale walioishia darasa la 4 waende kwa speed kama sisi. Twende 1, 2, 3. Kila mtu moyoni mwake si kwa huzuni. Maana yake utoaji wa sadaka, ukianza kutoa unakunja uso, ili kanisa ili sadaka nyingi, haufanikiwi. Si kwa huzuni wala si kwa lazima. Ndio maana katika mambo ya utoaji usikubali kulazimishwa. Unanielewa vizuri mtoto wa Mungu?
Toa kwa moyo wa kupenda, si kwa huzuni wala si kwa lazima. Tuendelee. Maana Mungu humpenda. Piga kelele, sema amen. Pale unapotoa sadaka yako na moyoni unajisikia amani, unajisikia kushangilia, hata kama ni hela kubwa, unakubali kula dagaa wa Mwanza, pesa ambayo ungenunua nyama umeleta kwa Kristo, wewe ni mtu unakwenda kubarikiwa. Lakini ukianza kusema wao wachungaji, hao wazee wa kanisa wanatubana bana sana, hela yangu hii, yaani hata ukitoa haina maana tena. Yaani ukianza kuona tuna huzuni katika kumtolea Mungu, acha usitoe. Sema amen. Luka sura ya 6 mstari wa 38. Injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya 6 na mstari wa 38. Anasema namna gani? Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kiasi cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kufanya nini? Kumwagika. Ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa hapa ndio nataka, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachofanya nini? Ndicho mtakachopimiwa. Narudia tena, sema hivi, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Geuka mwambie uliyekaa naye, kipimo kile kile unachomtolea Mungu ndicho na wewe utakachopimiwa. Sema amen. Hivi umeshawahi kujiuliza tangu umeokoka? Tukiuliza waliojazwa Roho Mtakatifu, na wewe umo. Wangapi wameokoka na wana imani wanaenda mbinguni? Na wewe umo. Wangapi ambao wananena kwa lugha? Na wewe umo. Wangapi wanamtumikia Mungu? Na wewe umo. Lakini pamoja na kuwemo katika yote haya, utoaji wako tangu umeokoka ni buku, na haujawahi kuzidi buku, na kipato chako kinacheza pale pale. Yaani siku kipata laki unanunua na anjifu ya taulo kutolea jasho. Maana yake unaona hapa, yani mimi ndio nimekuwa baharesa. Kwa nini? Kiwango kile kile ulichojiweka. Unajua maisha ya mtu yanaanzia kwenye ufahamu wake. Sijui kama mnanielewa. Biblia inasema aonavyo mtu ndivyo alivyo. Ukishajiona mimi masikini, mimi choka mbaya, yani mimi hivi nilivyo ningetakiwa tu nihurumiwe, yani ukijiona hivyo, maana yake utaishi hivyo. Lakini ukijikubali ukasema mimi ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, na mimi sio maskini, mimi nimebarikiwa na Bwana, mimi nimeinuliwa na Bwana, nitajifunza kutoa zaidi. Kadri unavyojifunza kutoa zaidi, na utashangaa kipato chako kinainuka zaidi. Kipimo kile kile unachotoa ndicho hicho hicho na wewe unaendelea kupata. Mungu atupe neema ya kujifunza kutoa sana. Kuna naweza kusema amen? Mimi ninakaa jirani na kanisa la Anglican, na nikija tu namna hii hapa Boko karibu na kanisa la Kelopiti, pembeni kulia kushoto kwake unakuta kuna kanisa la Kiluteri. Wanakosa mpaka parking, mamia ya magari. Lakini nimeuliza pale, hivi hapa sadaka ya Jumapili, ibada moja, wanakuwaga na ibada sijui mbili, ni ibada mbili mchungaji, wana ibada mbili. Ibada ya kwanza wanapata sio chini ya milioni 80. Milioni 80 ibada hii moja. Sisi PCCT wote na matawi yetu tuunganishe pamoja, hatuna hata robo yao. Sikiliza, unaweza kusema hawa sio wa kiroho, hawa sio hivi, lakini unaona maisha yao kimwili yanakwenda. Sisi katika mambo ya kiroho tuko vizuri, unapiga faya nini safi, lakini kiuchumi unatoka kunena kwa lugha sana, unaenda kula makande yasiyoungwa.
umenena kwa lugha, umetoa mapepo sana, halafu unaenda kununua dagaa wa Mwanza kwa sababu hauna hela ya samaki. Tubadilishe mawazo sasa. Kama tunaweza tukamudu ulimwengu wa rohoni, tuweze kumudu pia na katika ulimwengu wa mwili. Kama kiroho tuko vizuri na kimwili tukae vizuri. Kama unanielewa sema amina. Mungu hajatupangia. Maana mwingine akivikosa anaweza kusema unajua sisi waenda mbinguni bwana, lazima tupite kwenye majaribu ya namna mbalimbali. Usijifariji. Hata kuishi vizuri ni mpango wa Mungu kwa watoto wake. Kula vizuri. Hawajapangiwa walevi ndio wao wanakula kitimoto peke yake. Hata sisi tule vizuri, tuvae vizuri. Mbona mnaanza kununa sasa? Kuna mtu mwingine yani maisha yale ya juu kidogo anaona kama yani ni anasa ya kumpeleka mbinguni. Hapana. Tuna haki ya kula vizuri, tuvae vizuri, hata kibidi tutembelee magari mazuri, tuishi vizuri. Watoto wetu wanuke shombo tu ya nyama na samaki. Ubarikiwe wewe uliyeitika amina. Mungu anaenda kuachilia baraka kwako. Siri ni moja, kutoa. Na kutoa kupo kwa namna mbalimbali. Watu wengi tunajua kutoa ni pesa tu. Sio lazima iwe pesa tu. Unaweza kuwa hauna pesa, lakini ukatoa nguvu zako kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Si ndio? Mimi sina hela, mfukoni sina kitu na Mungu anajua. Lakini unatenga muda, unakuja unafanya usafi kanisani. Unakuja unaonyesha taaluma yako. Kama ni fundi rangi, unapaka rangi. Kama ni fundi umeme, unatengeneza umeme. Daudi, nimekumbuka feni yetu haiwaki. Haya. Sasa hapo ukitoa na wewe sadaka yako ya muda na ufundi wako, mbingu zinaandika. Unaweza kusema kanisa hawanifikiri. Tukisharipana maana yake hiyo imetoka hiyo. Si tumelipana? Lakini ukisema mimi nimetumika kwa ajili ya Bwana, kile kiwango ambacho ungetakiwa kulipwa cha halali, tayari Mungu mwenyewe anajua huyu nitamlipa namna gani. Na ndio maana unaweza kushangaa watoaji wazuri wanaponywa magonjwa kimaajabu. Watoaji wazuri hawana mabalaa mengi. Mungu anawaepusha na mambo mengi. Tunakuwa salama kwa sadaka zetu. Si useme amina inayoeleweka. Ukitoa haba unapata haba. Ukitoa kwa ukarimu unavuna kwa ukarimu. Mungu anataka utoe kwa moyo wa kupenda. Haleluya. Kipimo kile upimacho, na wewe utafanya nini? Utapimiwa hicho. Kipimo chako wewe cha sadaka ni ngapi? Kuna mtu alishajiwekea mimi 500 tu. Yana na hela lakini lazima kachange. Bora aache hela dukani, mwambie una 500 ni kuachie buku, nitaipitia baada ya ibada. Yani lazima aje na 500. Na Mungu hawezi kukuvusha viwango vya 500. Utakaa viwango vile miaka nenda miaka rudi. Kemea, omba, funga, fanya nini? Kwa sababu kanuni ni kutoa ili ubarikiwe, ili uzidishiwe. Hujaifuata ile kanuni utadumu pale. Mungu atupe neema tuitambue hii kanuni. Na mimi nasema hivi, hata watoto wetu, hawa watoto wadogo wanaosoma, tuwafundishe kutoa. Akishakuwa na akili tu kama mjukuu wangu Frederick pale, apewe angalau na yeye 1000 au analeta mwenyewe sadaka. Wanaona wamama fulani hapa wanafurahiaga tendo hilo. Anakuja na katoto kadogo, anakashikisha mkononi, akifika hapa sema sasa kuachia ndio inakuwa mtihani. Lakini unaweza ukatoa wewe ukasema ni kwa niaba ya mwanangu fulani. Tujifunze kutolea watoto wetu. Utashangaa matokeo tutayaona siku za usoni. Piga kelele sema amen. Toa sadaka kwa mimi huyu Samsoni na watoto wangu wengine nimekuwa nikiwatolea sadaka. Mungu angalia, Mungu tazama, mtoto wangu fulani, tunatoa sadaka bila kujihurumia. Tunasema Mungu uzao wa tumbo letu. Mungu angalia uchumi wetu.
Mungu angalia maisha yetu. Mungu si dhalimu, maana ukipanda lazima uvune. Mungu hajawahi kuwa tapeli. Akisema kwenye neno lake, Mungu anatimiza. Akiahidi lazima atimize ahadi yake. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya kwanza mstari wa 20 anasema ahadi zote za Mungu zilizoko katika yeye ni ndio. Mungu hajawahi kusema uongo. Akisema atakubariki, unapotoa zaidi lazima kubariki. Mimi nilijifunza kitu hicho. Nikitaka kupata nguo nyingi natoaga nguo. Mimi kuna suti zingine, kuna wakati nilienda Katavi, nilienda na suti begi hizi 2, nikaenda kugawia watu. Tulikuwa wote na Toja, wakati wote tumeenda na Toja. Nilipeleka begi 2 zimejaa suti, kagawia watu. Sio kutoa vile vya ovyo ovyo, nzuri. Alafu unashangaa Mungu naye anawagusa kina Deo, wananishoneshea na mimi suti. Wewe Mungu mchezo, analipa. Utashangaa tu mtu anakuambia, mtumishi, hebu tumekutana Kariakoo, nilikuwa nafikiria kukubariki, anakupeleka dukani anakupiga suti. Unashangaa. Mungu ni Mungu wa kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Uko tayari kutoa kwa ukarimu? Uko tayari kutoa kwa ukarimu? Uko tayari kuongeza kipimo kwa ajili ya Bwana? Hebu jizoweze. Ulikuwa unatoa shilingi 1,000, anza sasa kutoa 2,200. Ulikuwa unatoa 2,000, anza kutoa 5,500. Ulikuwa unatoa 5,000, anza kutoa shilingi hata 10,000. Ikuume mara 2 mara 3. Mjaribu. Biblia inasema nijaribu nimuone kama sitawafungulia milango ya baraka. Jaribu Mungu uone. Mimi nimejaribu na nimemuona Mungu akitenda. Haleluya. Wakati nimeita kamati hapa nikawapa pesa ya kuwezeka na msauzi hapa, tulikuwa na bati za kawaida kama mnakumbuka. Nikasema toweni bati zote, toweni mbao zote, tunaweka sijui Regina Baida sijui ndiye alikuwa mwenye, hapana, alikuwa ni huyu aliyehamia Dodoma, nani huyu? Aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya ujenzi. Grayson aliwahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya ujenzi. Ilikuwa sijui kina Bruno. Kuna watu niliowaita nyumbani nikawapa, kipindi nimeenda Australia mara ya kwanza, nikawapa hela yote niliyokuwa nimeipata. Nikasema yote. Watoto wananiomba hela, kesho yake sina hela. Nimetoa yote ili ije iwezeke kanisa. Nyewe mnajua sina ndugu wala jamaa wala rafiki Marekani, lakini nipigiwa simu, unaweza kuja Marekani? Nikasema hili ndio nilikuwa nataka sasa. Sema amen. Yaani mjaribu Mungu tu, alafu uone. Hivi vitu tunavyo, lakini tukikata kamba vinabaki vinaliwa na wengine ovyo ovyo. Weka hazina yako mbinguni. Wekeza kwa Mungu na Mungu hawezi kukuacha. Haleluya, haleluya. Mithali 11 mstari wa 24. Mithali sura ya 11 mstari wa 24. Inasema nini? Mithali 11:24. Inasema kuna atawanyae lakini hufanya nini? Naomba tusome kwa sauti pamoja, muda wangu naenda. 1, 2, twende. Kuna atawanyae lakini kuna azuiae isiyo haki. Lakini niulizie uliyekaa naye, uko tayari kuzuia au kutoa? Unapenda kuongezewa au kuelekea kwenye uhitaji? Anasema nini? Biblia inatuambia kuna atawanyae. Kutawanya, hii ni lugha nyingine ya kibiblia, ina maana ya kutoa. Unatoa kama hauna akili nzuri. Mpaka watu wanasema sasa wewe mbona unajimaliza? Mimi natoa. Unakuwa kama vile unatawanya, lakini ndio unatoa hivyo, unatoa. Mpaka unasema Mungu wangu nimebaki na nauli tu. Umetawanya. Lakini Biblia inasema lazima uongezewe zaidi. Jamani, si ni Biblia hii? Ukitoa Mungu anakuongezea. Lakini kuna zuia isiyo haki.
Kuzuia kusio haki maana yake unatakiwa kutoa, alafu unazuia, unasema hii ya kwangu na familia yangu, unaelekea kwenye uhitaji. Kuna mwingine unakuta ananunua kiroba cha unga cha kilo 25, anakimaliza yeye na watoto wake, hata mgeni hajawahi kula kwenye huo unga. Huyo sasa ataelekea uhitaji tu. Lakini jifunze kutawanya. Nina kilo 2 za mchele, nakaribisha hata watu 2 watatu, jamani njoni tuchangie, tule chakula cha nyumbani kwangu. Alafu unashangaa Mungu anakubariki. Menuna. Mara ya kwanza mimi napenda kutoa shuhuda kwa sababu shuhuda pia zinajenga. Tukiwa na mtoto wetu Samsoni, bado ni mtoto, tunambeba. Nilisafiri na mke wangu kama miezi 3 hivi, tuna safari za Injili. Tukapita Nzega, nikatoa semina Nzega, nikapanda. Wakati huo kutoka Singida kwenda Nzega kwenda mpaka Mwanza ilikuwa bado ni barabara ya vumbi. Tukatoka Nzega nikasafiri, vumbi ile nyingi, mtoto akaugua kidogo, huyu Samsoni tumzike pale Mwanza. Lakini Mungu akatusaidia, maana aliugua kweli. Na kitu cha ajabu, wakati napanda, kwa sababu nilikuwa nasafiri na maspika yangu ya Injili, napanda ili nishushe maspika, hela yote iliyokuwa mfukoni yote wakabeba. 16,000 zilikuwa nyingi kweli, ni malaki ya kipindi hiki. 16,000 nimeweka kwenye mfuko wa nyuma, walivyochomoa sijui, kuja kuangalia hivi hamna. Na ni jioni, nikatoka namna ile, nimeshajua nimeibiwa. Namwambia mke wangu sina hela, ikabidi tuombe sasa watu wa Kigoma walioko pale, naomba mnipeleke kanisani. Wakanipeleka kanisa moja Kitangiri. Yule mchungaji akanikataa. Sasa aliyenipeleka hajaokoka, ni wale wa Kristo wa dini wale. Akaanza kusema, sasa upentekoste gani wewe, mhubiri wao alafu wanakukataa wewe vipi? Akaanza kunipona. Tunafika barabarani namna hii, tumeenda na baiskeli, nimeacha familia yote, mke na mtoto nimewacha stand. Nimefika namna, tunaona mama mmoja anasema yule ni yeye kabisa yeye. Akanijia, mimi namuuliza mwenzangu, wanakujua? Nikasema na mimi ndio mara ya kwanza nimeingia Mwanza. Akaja moja kwa moja anataka kuni wao, si ndio mnasema kuwao. Mimi nikamwambia, we mama, ni nini? Lazima ni wewe, nimekuona kwenye maono. Nimekuona kwenye maono asubuhi ya leo. Nimeona uko wewe na mke wako, alafu nikaona una mtoto anaumwa sana. Alafu Mungu akasema niwapokee, mfikie kwangu. Unajua nilisikia na nywele zote zinajikunja. Mwili nikasikia kama nimepigwa ganzi. Yule jamaa tuliyekuwa naye alikuwa ananiponda, akafunga mdomo. Au mnajua, nikasema huyu ndiye Mungu sasa. Na mimi nikaanza kujitapa, Mungu ameniandalia mtu wa kunipokea. Yule amekataa ili kusudi la Bwana litimie. Yule mama alituchukua kwake. Unamkumbuka Mama Kebi? Alikuwa anaitwa mama nani? Mama Betty. Alikuwa na kilo 1 ya unga imebaki, na mume wake ni mshonaji, hamna chochote. Wameishi chumba kimoja cha kupanga, ilikuwa ni chumba na sebule. Watanilaza wapi mimi na mke wangu? Na kumbe wameona, na mke wake akamwadithia mume asubuhi ile alfajiri. Mume anarudi jioni, maana mimi aliposema ilibidi niende, akatupeleka nyumbani kwake, nikaenda nikachukua familia nikawaleta. Mume wake anakuja anatukuta pale. Mke wake ndiye anampokea, anasema Mungu ni wa ajabu, amenionyesha na ndio hivyo, na nguo ni zile na sura ni ile. Mungu ananitumia na mimi. Kumbe yuko anamshangilia Mungu anavyomtumia na mimi. Anasema afadhali na sisi tumepata pa kulala. Baada ya kile chumba aliniombea mimi mahali pengine, chumba kingine mume wake naye akaenda kulala mahali pengine, yeye akalala na mke wangu. Baada ya kutoka nikatamka baraka, nikasema sadaka yenu mlioitoa Mungu asiwapungukie. Ndani ya mwezi huo, maana walikuwa wakienda anapata kilo 1 ya unga, anakuja tunachangia na visamaki. Nikasema Mungu aikumbuke sadaka yako, maana ni sadaka kama sadaka ya mama
mama yule mjane wa Sarepta. Mwezi ule ule mama amekaa namna, anatafutwa na wazungu. Anasema, wewe ndiye mama Betty, Mungu ametuambia tukujengee nyumba, chumba cha kupanga hakitoshi. Wakamnunulia kiwanja, wakajenga nyumba, wakatengeneza vyumba, vilikuwa kama vyumba 4, wakaweka chumba kimoja kinaitwa chumba cha Frederick Simon, kinachoangalia kabisa kule bondeni. Si unajua Mwanza kuna milima, sasa wamemjengea mlimani kule kwenye hewa nzuri, ndio chumba cha Frederick Simon. Mpaka hivi nikienda nina chumba changu Mwanza. Sasa hakuna simu, hakuna nini, hawajui wanipate wapi. Mimi nimeenda Kigoma, nilikuwa naenda, tukaenda Biharamulo. Tukatoka Biharamulo tukarudi Kigoma. Baada ya mwaka nikasema ngoja niende kisiwa cha wapi tena huku, Ukerewe. Kawa na safari ya kwenda Ukerewe. Nikasema kabla sijapanda meli ya kwenda Ukerewe, nikasalimia ile familia waliotupokea. Kufika pale wanasema wamehamia mahali fulani, wameshajengewa nyumba. Tunafika pale wanasema, yaani wewe tulikuwa tuna hamu ya kukuona, yaani tayari Mungu ametupa nyumba yetu, maisha yamekuwa mazuri tangu tulivyokupokea. Sadaka tuliyoitoa kwako Mungu amejibu. Nikawauliza shida yenu ni nini? Akisema shida ni kazini, bado kazi hazijachanganya. Leta suruali ya mume wako. Tukaiombea suruali. Akasema, Mungu kama unataka kumbariki kwenye kazi ya cherehani afanye kazi, lakini kama ni huduma nyingine afanye. Mungu alimwachisha cherehani, ni mchungaji mpaka leo pale pale Mwanza, mchungaji ndani ya kanisa la FPCT. Nikagundua kumbe ukitoa hata kama ni kidogo, lakini kinachogusa moyo wako, Mungu hawezi kukuacha. Lazima Mungu akutendee. Hebu tujifunze watoto wa Mungu ya kwamba katika kutoa kuna nguvu ya mafanikio. Katika kutoa kuna nguvu ya mafanikio. Ukitawanya lazima uongezewe, lakini ukizuia isivyo haki utaelekea uhitaji. Kuna mtu mwingine kula nyama unawazia mpaka ukiona kama wengine waliopanga kwa jirani wanakaanga, wewe huna hela kununua nyama, roho inauma. Hapana, tufike mahali tubadilishe chakula tunavyotaka. Sasa pokea amina, alafu upate baraka zako. Na niwaambie kweli, hakuna yeyote anayefanikiwa akainuliwa kiuchumi eti kwa sababu ameombewa sana. Tunapokuombea hivi, manake Mungu afungue fahamu zako, akupe fursa. Ukizipata zile fursa, toa kwa Mungu zaidi. Haupati eti kwa sababu umeombewa sana. Hakuna yeyote kwenye Biblia ambaye alifanikiwa eti kwa sababu kaombewa sana. Watu wanafanikiwa wanapokuwa wamemtolea Bwana na wametoa sadaka inayomgusa Mungu. Unaanza kuona mbingu zinafunguka, unaanza kuziona fursa zinakuja, unaanza kuona Mungu anakukutanisha na watu ambao hukuwahi kutegemea utakutana nao. Unaanza kuona milango mikubwa inafunguka, alafu unasema wow. Unajua kufanikiwa sio akili yako, ni Mungu anapenda. Au kuna yeyote alifanikiwa kwa ajili ya akili yake? Sikuna wasomi wamemaliza mlimani lakini wanatembea na mafaili, hawana hela. Lakini kuna watu kamaliza darasa la 7 lakini anamiliki kampuni. Si ni kweli? Kuna wengine, kuna bwana mdogo hapa Kariakoo anaitwa Sunderland, ni mtoto wa jirani. Yaani hajamaliza hata la 7, au kama amemaliza la 7 ilikuwa ni ile ya mbinde. Tulikuwa tunachapa fimbo nenda shule. Lakini leo ni bosi, anaajiri wasomi wa chuo kikuu. Wanakuja kupiga mahesabu ya mali zake. Mungu ndiye anayeweza kuachia riziki. Mungu akiamua ubarikiwe, hata wazuie utabarikiwa. Hata wachawi waweke vikwazo utabarikiwa. Na kitu kinachoweza kufungulia milango ni utoaji peke yake. Ukijua kumtolea Mungu vizuri, usiwe bahili katika kutoa kwa Mungu. Nikwambie kweli, kama Bwana ishivyo, utaona mbingu inakufungukia na baraka tele zitakujilia na kukupata.
Nasema iwe hivyo kwa jina la Yesu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Muda umekwisha na vipengele nimeishia viwili. Tusimame. Bado niko kipengele kile cha kwanza cha sababu za kutoa. Nimetoa sababu 2. Ningetakiwa nitoe zote 4, lakini tutaendelea hata siku nyingine. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Imba wewe. Wewe ni Mungu wetu, wewe Mungu unayeweza. Unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. Bwana asifiwe. Ngoja nitumie muda mfupi nilio nao niombe na wale watu ambao wanatamani Mungu awabariki kiuchumi, ili waweze kusupport kazi ya Mungu kwa utoaji. Sio kama naeleweka ninachokisema. Manake kuna mwingine anasema Mungu angenifikisha kiwango fulani, mimi mwenyewe ningenunua vyombo vya kanisa. Mungu angenifanikisha hivi, mimi mwenyewe ningefanya hivi. Unatamani Mungu akuinue kiuchumi, hata kama ni kidogo tu, alafu wewe uwe mwaminifu katika kutoa. Sogea mbele. Unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Watupenda Bwana, watupenda Bwana. Weka mkono wako kwenye kifua chako, sema asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Umesema nami mchana wa leo. Umesema nami mchana kuhusu nguvu ya kutoa. Kuhusu nguvu ya kutoa. Na mimi nimegundua kwamba natakiwa kutoa zaidi kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya ufalme wako. Lakini angalia changamoto ya kiuchumi niliyo nayo inanifanya nijihurumie, pengine na kutokujua najikuta nimezuia. Bwana, ninakusihi nifungulie milango na baraka za mbinguni ili niwe navyo vingi, baraka za fedha, baraka za dhahabu, baraka za afya, baraka za amani zikanijilie sawa sawa na neno lako. Ninaahidi leo mbele yako Bwana, sitakuwa miongoni mwao wazuiao, bali nitakuwa miongoni mwao watawanyao, ili wapate kuzidishiwa. Bwana wa uzima, ukinibariki kwa chochote kadri ya mapenzi yako, ninaahidi kukutolea kwenye madhabahu hii, ili kazi yako ipanuke zaidi, katika jina la Yesu. Roho ya umaskini ninaikataa, sio sehemu yangu. Mimi sio maskini, mimi sio fukara, katika jina la Yesu. Ndani ya mawazo yangu,
ndani ya nafsi yangu. Ninakataa umaskini, ninakemea umaskini, ninapinga umaskini. Mimi ni mbarikiwa, mimi ni kichwa, mimi niko juu, siko chini tena, kwa jina la Yesu. Watu mbalimbali wahitaji msaada wangu, maana mimi nitakuwa chemchemi ya baraka katika familia, katika jamii, katika kanisa, katika ukoo. Watu wanaponitazama wasione baraka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakataa umaskini, ninakataa umaskini, ninakataa umaskini. Mimi ni tajiri kwa sababu Yesu ulifanyika maskini ili mimi niwe tajiri kwa umaskini wako, katika jina la Yesu Kristo. Chukua dakika moja, omba kwa ajili ya Bwana. Kataa roho ya umaskini na umwambie Bwana, nahitaji baraka. Katika kazi zangu nibariki, katika elimu yangu nibariki, katika chochote nachokifanya, biashara yangu, ufugaji wangu, chochote nachofanya, Bwana nibariki, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana wa uzima, naomba kwa ajili ya kila mmoja aliyeko, baba huyu, mama huyu, kijana huyu, azione fadhili zako na baraka zako. Roho ya umaskini ndani ya kila mmoja tunakataa. Maono ya umaskini, mawazo ya kimaskini tunayakataa kwa jina la Yesu. Bwana, achilia baraka za mbinguni juu yetu, achilia neema zako juu ya maisha yetu. Tuko tayari kukutolea wewe kadri ya jinsi unavyotubariki, unavyozidisha baraka, ndivyo na sisi tuko tayari kutoa zaidi. Tutendee mema Bwana, tuonekanie Mfalme, tukirimie mema Yehova. Mbingu zikatutazame, mbingu zikanikumbuke, zikamkumbuke baba huyu na mama huyu, zikamkumbuke kijana huyu katika kazi zake. Oh, wape neema ya kuona ufanisi katika kazi zao, wapate kibali mbele ya wakuu wao, kwa jina la Yesu aliye hai. Ninajua kwa sababu baraka zako zilikuwa juu ya Yusufu, nyumba ya Potifa ilibarikiwa. Baraka zako zinapokuwa juu ya baba huyu, juu ya mama huyu, najua baraka zako zitaonekana hata kwa matajiri wao. Wao wenyewe wakafungue makampuni, washirika wa mahali hapa wape kuwa na mitazamo mikubwa, wape maono ya kufungua makampuni, wawe na taasisi kubwa. Haijalishi kiwango cha elimu walicho nacho, Bwana unatosha kuwashikisha fedha nyingi, wakashika pesa nyingi na wakazitumia pesa hizo kwa ajili ya maisha yao na kwa ajili ya ufalme wako. Ninawabariki mchana wa leo, naomba mbingu zikafunguke kumtendea kila mmoja mmoja mambo mema matukufu, maana tumekataa kuwa chini, tunatamani kuwa juu. Na mimi ninajua kwa jina la Yesu inawezekana, kwa jina la Yesu inawezekana. Tunakataa roho ya uduni, tunakataa roho ya kushushwa chini, tunakataa roho ya kudharauliwa kwa sababu ya umaskini. Tunatamani Bwana tuketishwe na wakuu, maana ni wewe unayetosha kutuinua. Bwana, nakushukuru kwa sababu natosha kumbariki kila mmoja, na kila mmoja atashuhudia matendo yako makuu kupitia chochote anachokifanya. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Tuseme wote amen. Sema tena amen. Amen. Naomba nisikilize vizuri. Watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Kuna maneno mengine huwa tunayazungumza hapa yanakuwa kama mchezo, lakini ana nguvu. Mimi nachotamani niseme kwako, Bwana akuinue katika uchumi wako. Bwana kufanye kuwa juu tu na wala sio chini.
usije ukajuta kumwamini Mungu na kumtumikia. Kila siku watu wakikuona wamwone Yesu akikuinua na kukuinua na kukuinua. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi niseme neno hili ambalo pia limetajwa katika Biblia. Bwana akikuinua, moyo wako na wewe usiinuke ukamsahau Mungu wako. Mnaniahidi namna hiyo? Mungu akikufanikisha ukaanza kumiliki fedha nyingi, usianze kuwaza starehe, usianze kuwaza ujinga. Mungu anatosha kufungua milango ya uchumi, na wengine iko siku mtashuhudia. Iwe hivyo katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Nenda kaketi. Niombe wagonjwa wabaki. Kama ni mgonjwa baki kidogo hapa tukuombe.